Naongea mmoja afungue Marko 16:6. Na kusalimia katika jina la Yesu aliyeshinda kifo na mauti, aliyetangaza mkutano kabla ya kufufuka, na baada ya kufufuka mkutano akaukuta upo tayari. Na leo tunasema Bwana yu hai. Wenye amani na wenye furaha naomba wapige vigelegele na makofi mengi. Kama una amani mpigie tena Bwana makofi mengi. Sijasikia furaha za mbinguni, ongeza makofi mengi. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Walipomkamata walijua wameshinda, wakatangaza ya kwamba wao ni washindi. Siku ya kwanza wakamsulubisha akafa, wakamlaza kaburini, wakajua kazi imeisha. Mwanaume alikuwa amepumzika, anavuta nguvu mpya. Siku ya pili akalala na sikilizia kwamba wanasemaje. Lakini siku ya tatu kama ya leo akachomoka mwanaume kaburini, akasema mimi sio waume, hii shamba sio halali yangu, haya mavazi sio halali yangu, mimi sifungi kitambaa usoni, maana tayari walionitesa hawana mamlaka kunigusha. Ndio maana nakwambia leo mwanangu, aliyefufuka ni kwa ajili yako, aliyefufuka ni kwa ajili yangu. Aliacha enzi yake na mamlaka, lakini akashuka kwa ajili yako. Ndio maana leo umepata haki, ndio maana leo uko salama. Na kama uko salama, wewe simama mwambie Bwana asante. Ukimpigia Jehova makofi, ukimwambia Baba nakushukuru, maana haikuwa kazi nyepesi, lakini kwa sababu yako leo nimesimama tena. Walio na nguvu wasimame, wakimpigia Bwana makofi, wakimwambia Jehova niko mahali hapa, ni kwa sababu ya kalamu iliyoitwa msalabani. Marko 16:6, twende pamoja msomaji. Marko 16:6. Ndio andiko yanasema, naye akawaambia msistaajabu, mnamtafuta Yesu Nazareti aliyesulubiwa, amefufuka, hayuko hapa. Tazameni mahali alipomweka. Endelea. Lakini nendeni zenu mkawaambia wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Ongeza makofi na vigelegele vingi kwa Bwana. Ongeza tena makofi mengi na vigelegele vingi kwa Bwana. Tunamtangaza Yesu Galilaya, aliyetangaza kwenda Galilaya, akasema ngoja nikwende huku, hawaambieni wale watu mimi nilishaondoka, niko sehemu nyingine. Baada ya hapo tukapata ushindi. Mwanaume akatangaza wazabani ya kwamba amefufuka. Kama Bwana amefufuka, naomba afufuke na wewe. Kama Bwana amefufuka, afufuke na maisha yako. Kama Bwana amefufuka, afufuke na watoto wako. Kama Bwana amefufuka, afufuke na ndoa yako. Kama Bwana amefufuka, afufuke na mume wako. Kama Bwana amefufuka, afufuke na mke wako. Lakini yote katika yote, Bwana afufuke, mali uilinde mpaka mwisho, tukafurahi pamoja mbinguni. Halo. Halo. Kama ukuwepo, mwambie jirani kama hujakuwepo pole. Mwambie tu pole. Leo tunajifunza nguvu ya ushindi. Nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani. Haleluya. Amen. Hatukustahili. Yaani kikamili kusema kumbe sikustahili kuwa hivi. Kwa neema ya Bwana nimekuwa hivi. Pengine hata nisingejulikana, tusingefahamiana kwa sura, tusingejuana kwa majina, tusingefahamiana kwa kuangaliana usoni. Lakini mwanaume akasema hapana,
wacha niende duniani nikaifanye kazi ambayo baada ya kuifanya hii kazi mambo yote yatakuwa sawa sawa. Amen. Amen. Nguvu ya shukrani. Nasema nguvu ya shukrani. Sema amina. Tikiza jirani yako mwambie nguvu ya shukrani. Mwambie nguvu ya shukrani. The power of thanksgiving. Mwambie nguvu ya shukrani. Mwambie nguvu ya shukrani. Kuna nguvu katika kushukuru. Usiposhukuru leo kwa maisha yako kuwekwa huru, maana unaiondoa ile nguvu. Lakini ukishukuru leo ukamwambia Baba nakushukuru kwa kazi uliyoifanya msalabani, unaruhusu kuwa na nguvu, unaruhusu kuwa na nguvu, unaruhusu kifo cha Yesu kionekane cha thamani, unaruhusu jina la Bwana likangazike vyema, unaruhusu uwepo wake uenee mataifa yote, kwa sababu kuna mtoto mmoja ameiona nguvu ya shukrani baada ya Yesu kufa msalabani. Kilichobaki ni kushukuru Mungu, maana tumestahili kuwekwa hapa, bali kwa kifo chake tumestahili kuwekwa hapa. Nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Nguvu ya shukrani. Shukrani ni kitendo cha kutambua matendo mema aliyokutendea Mungu katika maisha yako. Shukrani ni kitendo cha kutambua matendo mema aliyokutendea Mungu katika maisha yako. Tukikupa sasa hivi karatasi uandike, tutakesha mpaka jioni, haziwezi kuisha na kutuambia. Lakini kwa sababu ya yote uliyotendewa, neno lililobaki kwako ni kumwambia Baba asante. Hiyo ndio inabeba shuhuda wako wote, inamaliza kila kitu. Shukrani ni kitendo ambacho ni kitendo cha kutambua matendo mema aliyokutendea Mungu katika maisha yako. Wathesalonike wa kwanza 5:18 mpaka 24. Msomaji wangu twende sambamba. Wathesalonike wa kwanza 5:18 mpaka 24. Tunaanzia hapo. Sema amen. Sema amina. Waandishi twende sambamba. Na msomaji wangu Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18 mpaka 24. Twende, Biblia inasemaje hapo? Tano 18 mpaka 24. Hadi 24. Ndio. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kweli katika Kristo Yesu. Simama kwanza. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya nani? Katika nani? Katika nani? Kumbe haikutosha tu kwa Mungu, lakini katika Kristo Yesu. Sio katika kitambaa, sio katika maji, sio katika chumvi, sio katika nini, katika keki ya nini ya upako. Sio leo kuna watu wanalisha vyakula vya upako. Wacha wale hao huko. Sisi tunakula neno la Bwana ambalo halijachakachuliwa. Tunasoma kama lilivyo, tunalikamata kama lilivyo, tunaingia nalo kazini. Tunasema hivi, Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, maana katika yote hayo lakini bado yanamalizia kwamba ni katika Kristo nani? Yesu. Endelea kusoma. Ndio. Usimzimishe roho. Sasa sikiliza. Kuna watu hapo kwenye usimzimishe roho, kuna vijisentensi vinatumika hapo. Usimzimishe nani? Roho. Ukimfuata mtu kamwambia aise, unachokisema sio, anakuambia wewe unamzimisha roho. Wewe unamjua roho kweli wewe? Kuna watu wamegombana makanisani kwa sababu ya wanaambizana usimzimishe nani? Usimzimishe roho. Ukimwambia ukweli mtu haoni kama ni ukweli, ila anakuona wewe haufai na haujui, na tena unamzimisha nani? Roho. Na kumbe anapotea. Ndio. Msitweze unabii. Sikiliza. Hii ni sasa ninakusomea. Ndio wale makanjanja wanawashika watu. Sema makanjanja. Wajanja.
Wale wa papa fire. Hii mistari ndio wanaitumia. Tuambie ukweli. Hawana mistari mingi, wana mistari michache tu wanaoichukua na kuitumia, alafu wanatengeneza vitu vyao vya sarakasi. Si ndio? Kutotweza unabii manake uheshimu kila ambacho kinanenwa. Si ndio? Lakini nakwambia ili huyu mtu tulio kama ni nabii asitupe historia za nyuma, atutabirie yajayo. Kama hawezi kutabiri yajayo, bado anatupa historia za nyuma ambazo tunazijua, huyo sio nabii. Yaani ukijiita nabii, tupe taarifa zijazo. Tunatabiri, tutabirie yajayo. Biblia hakuna sehemu walimfuata mtu kwenda atabiri, akaanza kutabiri aliyopita. Alitabiri yajayo. Lakini kwa sababu wanadamu tumefungwa kwa ufahamu, tumechukuliwa kama panzi, tumewekwa kwenye kopo ambalo halina maji. Kila ukiruka unajiona kama unakimbia, si ndio? Lakini uko pale. Kwa chochote anachotamka unasema tu haisifu. Si ndio? Lakini leo hatutaki kulisifu vitu ambavyo hatuvijui. Tunataka tulisifu vitu ambavyo tunavijua. Vitu ambavyo viko wazi, ambavyo Bwana baada ya kufa msalabani akazika akafufuka, kila kitu kimekuwa wazi, kila kitu kinaonekana. Ukitaka baraka unashuka magotini, unamwambia Baba nahitaji baraka, anakupa kanuni za kupata baraka. Ukihitaji biashara kubwa hajakunyima, anakupa biashara kubwa, lakini anakupa kanuni za kupata biashara kubwa. Ukitaka kupata kazi hakunyimi kazi, lakini anakupa kanuni za kupata kazi. Ukitaka mume hajakunyima mume wewe binti, lakini anakupa kanuni za kupata mwanaume. Ukitaka mke haujanyimwa mke, lakini unapewa kanuni za kupata mke. Ukitaka kuanza huduma haujanyimwa huduma, lakini unapewa kanuni za kuanza hiyo huduma. Ukitaka kwenda mbele haujanyimwa kusonga, lakini unapewa kanuni za kuanza kusonga. Hatuendi bila kanuni. Ndio maana Mungu wetu ni wa utaratibu. Endelea. Ndio. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Maliza. Ndio. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Nikakwambia hivi, wenyewe wanaisha kusema usimzimishe, usitweze. Pale chini hawaendelei. Kwa sababu pale chini wakiendelea kusoma, panawabana, panaomba kiminyo. Hawawezi kukaa wakaitafsiri Biblia hapo. Lazima waruke. Wanasoma mistari miwili hapo na kukimbiza. Mwambie shuka hapo chini tusome. Jitengeni na nini? Jitengeni na nini? Tuseme tujitenge na nini? Tujitenge na nini? Jitenge na mabaya yote. Hapo hawasemi kwa sababu yule anayekuambia usitweze unabii, yeye mwenyewe yuko kwenye mabaya. Akisoma pale, ukimtafsiri maisha yake, anajikuta ameingia kwenye kibano. Ili asiingie kwenye kibano, anaishia hapo, alafu anafunga Biblia, anakuambia imeandikwa usitweze unabii. Anatoa unabii pale na wewe unaungana naye. Lakini siku ya leo tumepewa maarifa na Bwana Yesu, hatutaingia mtenge tena, maana Jehova ameimaliza kazi. Hatutaingia katika hasara tena, maana Jehova ameshaweka njia. Tutaambatana naye mpaka mwisho, tutahakikisha tunafika mahali salama. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe nafsi. Hebu sema nafsi. Na roho. Na mwili. Juzi nikasema kwamba nafikiri unaposema tuwe safi rohoni na mwilini, wanakujibu Mungu anaangalia roho. Juzi nikasema sasa acha mwili wako nyumbani, niambie wewe roho na kuchomoa kwenye kile kitu cha mbele na kakae sikiliza ibada kimaliza kukutania. Nikasema haiwezekani. Biblia inasemaje hapo? Biblia vizuri hapo. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu ndani na roho zenu huko ndani rohoni
Na miili anachokizungumza mwili ni huu wa nje. Utakasike mpaka nje. Usafi wako usibakie tu rohoni, uwe safi ndani mpaka nje. Ndio maana tunasema sisi ni barua. Barua ukitaka kuisoma hausomi ile barua ikiwa ndani ya bahasha, lazima uifungue. Kabla hujaifungua barua ndani, ni lazima kwanza bahasha kwa nje iwe salama. Bahasha kwa nje kama haijawa salama, kilichoko ndani kimeshaharibika. Au ngeo. Tuchukue bahasha, tuweke karatasi, afu tumwagie maji kwa juu. Yale maji yanashaje? Yanaingia mpaka ndani. Yakishaingia ndani, rafiki yangu, utaisoma hiyo barua? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwani kwambia kwamba Mungu anaangalia roho? Muongo huyo. Maandiko sasa tusikisha. Huyo muongo. Mungu kama anaangalia roho, kwa nini mtu ametua safi mpaka mwili? Anaangalia vyote. Wewe wewe unampasua mpaka hapo na sababu Mungu anaangalia roho. Nani akwambia si nataka tuone Mungu hapa ndani? Sasa kutafuta hiyo. Mungu anaangalia roho. Kijana akimevaa suruali hapa, nikaomba tafsiri kuvaa suruali hapa, mimi naambia unapovaa suruali hapa unatuambia yuko tayari kuhalisha muda wowote. Kwa umeshaelekeza kama mtambo kichuni na malizia. Si ndio? Alafu unaongea sasa hivi. Unakuja. Vijana naambieni ukweli. Mungu angalia tu roho mpaka mwili. Kijana wa kiume siku hizi wamekumleka mtindo. Anashona suruali na mbaya. Magufuli hivyo kataza Rambo, wakabuni mbinu nyingine, wanaweka zipu hapo. Yaani kijana anashona, anaweka zipu hapo. Kwa akivaa anafungua ili akivaa ipite. Akivaa kisha maliza anafunga. Sasa unaweka zipu hapa, unaweka zipu hapa ili iweje? Ili upate faida gani? Ili unufaike na nini? Bintu unaenda kushona nguo kwa fundi, unajichonga kwa kamwili na kabana, alafu ni kafupi ako hata ukikavuta akavuti, ulishakashona kafupi kwa kukosa adabu. Kikaa mbele unaanza kutafuta kitambaa cha nini? Umeamua kutuwekea hadharani, weka hadharani hiyo tatu yako tuione, lakini baada ya hapo tunakutimua, tunakupa maarifa namna ya kutuvalia kanisani. Sio tu roho, mpaka mwili. Endelea msomaji. Ndio, muwe kamili. Bila lawama, bila nini? Bila nini? Bila nini? Kwa nini amesema bila lawama? Nikujibie. Kwa nini Biblia imesema bila lawama? Unaelewa kwa nini imesema bila lawama? Unaelewa? Sasa hivi mimi mhubiri nije nimevaa shingileni na pensi nikaanza kuhubiri. Lawama zinaanzia kwa mhubiri mpaka mchungaji anayeniita. Mchungaji siwezi amechanganyikiwa. Sio sawa sawa. Ni kweli mhubiri vizuri yake hivi alivyofaa. Naanza kuhubiri. Si ndio? Shida ya wapendwa, ukishaanza kutokana kwenye ukweli, amina zinakuwa chache. Ukitaka amina ziwe nyingi, ingia kwenye masuala ya mahusiano na kubarikiwa. Amen. Ila kwenye hivyo ukweli hawasimaki amina. Si ndio? Kwa sababu gani hawasemi? Wengine wako huko lakini kule nje wananisikiliza. Si ndio? Bila nini? Bila nini? Unaweza ukavaa ukapiga mpasuo mdada mpaka hapo, wewe unajiona ni safi tu, lakini unapotembea tayari umeshatengeneza lawama njiani. Unamtengenezea lawama wa kwanza ni mchungaji wako. Yule mchungaji kuchunga washirika wako, angalia wanavyofaa. Baba alivyo ndivyo na mtoto alivyo, ndivyo anavyotafsiri. Kumbe wewe akili yako imeshakwaya wenda wazimu. Baba hayupo. Kwa sababu ya kukaidi, umeshaenda kivyako, umetengeneza lawama kwa mchungaji, umetengeneza lawama kwa kanisa, umemwaibisha Mungu wako, umekidhalilisha kifo cha Yesu msalabani, na bado mbinguni utapata taabu na hautopenda. Bila nini? Bila nini?
ukisoma kazini, ishi bila lawama. Unapokwenda kazini kwake sasa hivi hapo unafuatilia historia yake utakimbia. Wale wako mguse umseme unacho. Na wengine wanakuambia swala zangu tuonea walokole. Mimi walokole naweka pembeni kwa muda, alafu napambana naye.